Ya Baba ambaye alituhubiria neno la Mungu siku ya leo, maaskofu wale wengine wote, ndugu viongozi na Wakristo wa hapa Enosaen, Keyan na Kilgoris, hamjambo. Hamjambo tena. Enda suwabogi mesisi olaitoriani mesisi engai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu mnisalimie hewani nione. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu, ametupatia nafasi na kibali tuweze kufika hapa Keyan siku ya leo katika ibada hii maalum ya Pasaka na vile vile ya ujenzi wa makanisa zetu za hapa Kilgoris, hasa sehemu hii yenu. Mimi nataka nimkaribishe mgeni wetu wa heshima leo hapa, Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Nimwambie Mheshimiwa Mudavadi, karibu katika kijiji yetu. Mimi nilifika hapa mapema. Nyinyi kina Ntutu, Mama Tonkei, sisi tunawakaribisha huku kwetu. Karibuni sana. Nimesikia mkijaribu kunieleza mambo ya kijiji yetu hii. Hii mambo ya kijiji mimi naelewa sana. Kwa hivyo wageni wote mliofika hapa, karibuni. Mimi nimefika hapa leo sio kama mgeni, lakini kama jirani na mwenye mji huu. Nilikuwa nimepata habari ya mkutano huu kupitia kwa Prime Cabinet Secretary wetu. Alikuwa amenieleza amealikwa katika kijiji yetu, akapitia kwa ofisi yangu, akaniambia ya kwamba naenda kijiji yako na nataka unitume. Na mimi nikamtuma. Lakini wakati nilikuja nyumbani hapa kwa mambo ya Pasaka, leo asubuhi wakati niliamuka, ilikuwa niende kanisa yetu ya Matangwara hapo AIC. Lakini nikapigia huyu mbunge wetu, Mheshimiwa Ole Sunkuli. Huyu Sunkuli sasa ndiye akaniweka maneno, akaniambia hapana, haitaonekana sura mzuri wewe ukiwa hapa kwa jirani, na iko kanisa kubwa imepangwa pale. Basi najua Daudi alisema wakati aliambiwa twende kwa nyumba ya baba, alifurahi sana. Na mimi nikasema pia mimi nitafurahi na nije hapa niungane na nyinyi. Sio kama mgeni, lakini kama mtu wa kijiji hii. Ya pili, niliambiwa vile vile, kwa sababu Prime Cabinet Secretary alikuwa amenieleza iko maneno ya ujenzi. Na hapo kwa kujenga ni mahali pazuri. Mnajua mimi nimeshughulika hii Kenya na kujenga mambo mingi. Mimi najenga huko State House, najenga soko, najenga affordable housing, tunajenga barabara, na kujenga kanisa ni ya muhimu kuliko hiyo ujenzi ingine yote. So nikaamua leo nikuje hapa niungane na nyinyi na nilete mawe. Ninyi mnaelewa hiyo? So mmesikia watu wanasema siku hizi weka nini? Nasema weka mawe. So hata mimi nimekuja na nimebeba mawe ya kujenga makanisa haya yenu. Mimi nawashukuru sana watu wa hapa Kilgoris kwa ushirika wenu, kwa umoja na usaidizi mnaotusaidia katika kujenga taifa letu la Kenya. Na mnajua tulikubaliana na nyinyi
ya kwamba kuna kazi lazima tufanye, tubadilishe mwenendo wa taifa letu na tuhakikisha kwamba sehemu ama taifa letu la Kenya linapiga hatua ya kwenda mbele. Jambo la kwanza mliniambia nifanye ni kupanga mambo ya uchumi. Maneno ya uchumi ilikuwa mahali pabaya sana. Inflation ilikuwa juu, interest rate ilikuwa juu, exchange rate ilikuwa juu. Leo mimi nataka niwaeleze uchumi ya Kenya tumeidhibiti. Ile interest rate ilikuwa juu, imeteremka chini. Inflation ilikuwa 9%, sasa ni 4%. Exchange rate ambayo ilikuwa 160 something, sasa ni 130. Na mambo bado, tunatengeneza uchumi ya taifa letu. Miaka 2.5 iliyopita, uchumi ya Kenya ilikuwa namba 8 katika bara letu la Afrika. Leo tumepita Ethiopia, tumepita Angola, sasa uchumi yetu ni namba 6 katika bara letu la Afrika. So mambo ya uchumi, I can confidently tell you that we have stabilized our economy, our interest rates are reasonable, our exchange rates are stable, our reserves are healthy, na Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Muliniuliza vile vile nipange mambo ya elimu ya watoto wetu. Si ni kweli? Tulikuwa na changamoto 3 kwa mambo ya elimu. Hatukuwa na madarasa ya kutosha, hatukuwa na walimu ya kutosha, na funding model yetu ya watoto wa university ilikuwa na matatizo. Mpaka university ilikuwa karibu inafungwa. Kwa miaka 3 we have turned around, we have undertaken the largest transformation in our education sector. Walimu 1,100. Hakuna serikali imeajiri walimu 1,100 tangu tuwe na independence Kenya. Tumejenga madarasa 23,000 kuhakikisha kwamba watoto wetu wako na mahali ya kusoma. Tumebadilisha mfumo ya funding model ya watoto wetu kuhakikisha hakuna mtoto wa Kenya anawachwa nyuma, hasa katika masomo ya college na university. Mkaniambia nipange kilimo. Kilimo hapa sisi ni wakulima, si ni kweli? Mbolea hapa ilikuwa inauzwa 7,000. Leo mbolea inauzwa 2,500. Ukienda hapa Enosain, ukienda pale Kilgoris, ukienda Narok, kila sehemu ya Kenya. Maneno ambayo ilikuwa inatusumbua ya miwa, tulikuwa na wakora wengi walikuwa wamejazana huko kwa miwa. Mimi nikaenda nikawafukuza, nikawaambia mambo ni matatu. Leo wakulima wa miwa wanalipwa every week, wafanyikazi month, na kilimo ya sukari. Kwanza sisi watu wa Hapok, leo tuko na factory 2 mpya hapa Narok. Na factory ya hapa Esoit imewekwa, wawekezaji wameweka bilioni 5 kujenga. Imeanza kusaga miwa, watoto wetu 3,000. Tuko na factory mpya Ang'ata, ilianza kusaga miwa last week. Teni mwaka 1.5 iliyopita. Pale pia 3 watapata ajira, wasukume mambo ya maendeleo. Na in the next 2 to 3 years, ile shida tumekuwa nayo ya sukari Kenya mzima, ambayo tulikuwa tunaagiza sukari kila mwaka, tunatafuta COMESA safeguard. Unanielewa? Miwa ikatwe miezi 18 inatosha. Ikipita sana 24 months. Lakini hii miwa ya kungoja mpaka 36 months hapana. Tunataka kuharakisha maneno, pesa tuweke kwa mfuko. Ama mnasemaje nyinyi watu hapa nyumbani? Si namna hiyo? Tupangane namna hiyo, si ndio? Yes. Vile vile muliniambia ya kwamba nipange mambo ya matibabu. Pale nyuma tulikuwa na matatizo makubwa sana ya mambo ya matibabu.
Watu walikuwa wanauza nyumba, wanauza shamba, wanauza ng'ombe kulipa gharama ya hospitali. Ni vile katiba ya Kenya inasema afya sio starehe ya watu matajiri na wale wako na kazi na wale wako na uwezo. Haki ama afya ni haki ya kila Mkenya. Ndio sababu tukaanzisha sheria mpya. Sasa tuko na SHA. Watu wa Kilgoris hapa, nilikuwa naangalia leo asubuhi, watu wa Narok County, watu 1415 wamejiandikisha tayari kwa SHA. Leo Kenya hii utasikia mtu wa kijiji fulani amelipiwa na SHA 20,000, mtu wa kijiji fulani amelipiwa 50,000, ya kijiji fulani 1,100, 1,500, 1,000. Ni kweli ama si kweli? Zamani mlikuwa mnasikia mtu yote analipia mwingine. So tunataka kusukuma, bado kuna maneno kidogo na rekebisha na nitanyorosha. Kuna wale wakora kidogo pale, nitawaweka kibogo, mtashangaa mpaka hiyo laini ikae chonjo. Ye, mnanielewa? That is what we want. Na ndio leo mimi nasimama hapa kuambia watu wa Kilgoris, watu wa Narok, hiyo kazi yote ambayo inaendelea. Nilikuwa hapa kuanzisha affordable housing katika kaunti yetu ya Narok. Tumetoa pesa ya serikali bilioni 15 kwa mambo ya affordable housing, mambo ya masoko na mambo ya hostels. Hii TVET yenu hapa tumewapatia milioni 130 ya kujenga hostels. Hapa Kilgoris town tunawajengea soko ya milioni 300. Nimepitia hapo leo, ndio hiyo imefika floor, ni soko ya ghorofa 2. Ya chini imeisha, ya katikati ndio hiyo, alafu tunamalizia ya 3. Nyinyi mmekuwa na soko ya ghorofa? Serikali gani imejenga soko ya ghorofa pande hii? Iko? Yes. Tumewekea hapo soko kubwa, na vile huyu MCA wetu amesema hapa, hii soko yenu ya hapa Enosain pia haitawachwa nyuma. Nitahakikisha kwamba tunawekea soko hapo. So hii Kilgoris tunajenga soko hapo Kilgoris town, tunajenga soko Lolgorian, tunajenga soko Ang'ata na tunajenga soko yenu ya Enosain hapa. Nitaambia tu wale wanasukuma waharakishe ndio hii yote ishikane. Pia tumekubaliana ya kwamba katika hiyo mpango mambo ya muhimu ni ile mumesema ya barabara, si ndio? Na barabara kwa miaka 3 iliyopita barabara zote Kenya zilikuwa zimekwama kwa sababu hatukuwa na pesa. Makontrakta walikuwa wametoka barabarani. Hata hii yetu ya Kilgoris hapo, si tulikuta hiyo barabara hii ya kutoka Lolgorian kuja Kilgoris, silikuwa imekwama hapo katikati, mtu alikuwa anahangaika hapo. Sasa hiyo barabara tumesukuma imefika hapa. Nikasema wacha tuanzishe kwanza zile zote zilikwama. Sasa kilomita 6,000 Kenya mzima za barabara zilizokwama saa hizi zinaendelea, tumezikwamua. Sasa tumeanza awamu ya pili ya barabara ambazo hazikukuweko. Nilikuwa hapa Narok juzi, tukaenda Ngoswani huko, tukaenda kuanzisha barabara inaendelea. Tukaenda kule Lulunga, tukaanzisha barabara inaendelea. Kuna barabara ya Mulot inaendelea. Kuna ya Nairage Engare mimi naenda kuanzisha. Alafu sasa kuna barabara ile mnajua, si ndio? Hii yenu hii, si ndio? Sasa kwanza mimi niwaulize, hii barabara si mmesema hapa mliahidiwa na serikali ya kwanza, mkaahidiwa na serikali ya pili, mkaahidiwa na serikali ya tatu, ama mpaka ya juzi mkaahidiwa.
sikizeni na msikize vizuri. Serikali ambayo itawajengea hii barabara ni serikali hii ambayo mimi naendesha. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Nasikia MCA wetu anasema sijui ni Julai, sijui ni lini. Wewe relax. Wewe panga maneno ya MCA hapa. Wachia mimi barabara, hiyo barabara mimi nitatengeneza. Hiyo barabara mtaniuliza mimi. Si ndio? Barabara hiyo nimepanga vizuri. Na haitakwama hapo mahali mmesema. Si mmesema isianze huko ianze huku. Wanasema ianze huko Mariwa, ikuje Ngaka, alafu ikuje hapa Enosaen, ipande Kilgoris, alafu Shartuka, alafu Njibishi. Sasa hiyo barabara itaenda mpaka Salga kule Nakuru. Hii barabara ingine hii nilipanga, lakini hii yenu nimeenda kuongea na watu ya World Bank kwa sababu nataka kujenga Class B road ile ambaye ni barabara yenyewe. So nyinyi mnanisumbua tu bure, sijui kwa nini. Unajua kuweni na imani. Unajua shida ni imani. Lakini si makosa yenu, mmeambiwa siku mingi. Kwa hivyo imani imepungua. Mulime ndio hii barabara itusaidie kufikisha mazao mahali tunataka. Muweke ng'ombe ndio tuweze kupata maziwa. Kwanza mmesema maneno ya maziwa. Hii KCC iko hapa Kilgoris. Hiyo KCC ya Kilgoris hiyo tunataka tupangane na sisi watu ya hapa ya kona hii. Hii KCC hatutaki ikuwe run from Nairobi, tunataka kurun sisi wenyewe hii KCC. Kwa hivyo mjipange. Tunataka kutengeneza cooperative kubwa ya kuendesha sisi wenyewe hii. Ama namna gani? Tuari tutashindwa kuendesha hii KCC kwa hapa. So jipangeni na maziwa, hata mimi najipanga. Hapo. Nimependa sana huyu askofu amesema tuwe na mahali ya kuchinja. Ndio. Hiyo kabisa mimi niko hapo. Wewe gavana, si mimi na wewe tulikubaliana? Tumekubaliana na gavana wetu hapa. Hapa Narok tunaweka mtu ya kichinjio kubwa kama ile KMTC. Kwani hii reli mnafikiri tunajenga ibebe nini? Si ibebe ng'ombe yetu na nyama na maziwa na ile vitu vingine yote tunataka kufanya. Na hata mimi nilikuja hapa hii Pasaka kwa sababu nilikuja kuangalia ng'ombe. Unajua lazima kila mtu anajipanga. So nilikuwa hapa na asante sana, mliniuzia ndume mzuri. Nilipata ndume kutoka hapa Enosaen, iko mzuri. Nakaa mzuri. Na mimi nachunga ng'ombe hapo kabla nyinyi mnachunga. Najua kuna wengine wamewacha ng'ombe yao mpaka imekufa na kupe. Na wanaongea maneno mingi ya kisiasa. Nyinyi mnanielewa? Mtu ng'ombe yake imekufa kwa kupe ni mtu ya kuongea kwa mkutano. Watu ni bure sana, lakini sawa tu tupangane hiyo kazi. Na kwa sababu leo tuko na mgeni wa heshima, wacha nipunguze maneno ambayo tumesema hapa. Nimekubaliana na nyinyi hiyo maneno yote ya kijiji hapa. Maneno ya sub county, hii sub county mnasema sub county mnataka ikae namna gani? Mjanieleza vizuri. Hapa Enosaen. Sasa hii constituency yetu ya Kilgoris iko na tayari sub county ngapi? 3. Mnataka ikuwe 4? Haya, wacha nitaenda kuambia wale basi wafanye hesabu, wafanye ukarabati tuone vile itafanyika. Si ndio? Kwa sababu unajua vile nimeweka utaratibu, nimesema tuwe na standardized vile ya kutengeneza sub county, tujue watu wangapi, nini. Lakini vile mmeuliza, wacha niende nipange. Wewe Ololtua utafuatana na mimi ndio tupangane vile itakuwa hiyo maneno. Tunaelewana? Mwisho mimi nataka niwahakikishie
kama wananchi wa Kenya na wananchi wa Narok, mimi nawauliza kwa unyenyekevu ya kwamba tushirikiane na tufanye kazi kwa pamoja. Tusikubali kugawanywa kwa misingi ya dini ama kabila. Tusikubali mambo ya chuki. Tuwe na umoja, kwa sababu Biblia inatuambia ya kwamba pale penye umoja, kwa Zaburi 133 mstari wa 1 na 3, nasema ni vizuri sana ndugu wakiishi kwa umoja, kwa sababu pale kwenye umoja Mungu anaamurisha baraka. If we together in unity. Na mimi nataka niwahakikishie maombi yangu na ile bidii nitafanya kama kiongozi wa taifa hii ni kuhakikisha ya kwamba tunaondoa chuki, tunaondoa ukabila, tunawaweka Wakenya wote pamoja. Ndio sababu mimi niliunda serikali ya broad based, kuondoa ubaguzi, kuondoa chuki, kuondoa ukabila, tuweke Wakenya wote pamoja. Na ni maombi yangu na bidii yangu kwamba mwaka ujao sisi wote tutapiga kura kwa amani na tutapiga kura pamoja. Hata wale tulishindana na wao 2022, hii 2027, kwa mapenzi ya Mungu tutapiga kura pamoja, ndio tulete taifa letu iwe moja. Na vile nilisema, kila kiongozi ambaye anatafuta uongozi, ya MCA, ya mbunge, ya gavana, ya senator, ya rais, kila kiongozi apimwe na track record yake na apimwe na kazi yake. Hata Biblia kwa Revelations 22:12 inasema, mimi nakuja na zawadi yangu nimebeba kumlipa kila mtu kulingana na kazi yake. Sijui kama tunakubaliana watu wa hapa Enosa na Makeyan. Mimi nauliza nyinyi, kiongozi anapimwa kwa sura ama kwa kazi? Si kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya? Ama tunaelewana namna gani? Yes. Na ndio mimi nimesema mwaka ujao kila kiongozi apimwe na kazi yake. Yule wa kazi apimiwe kazi yake. Wa matusi atafutiwe kilo ya matusi apimiwe. Ule wa kuitana watu majina apimiwe yake ya kuitana majina. Ndio wananchi hao wa Kenya waamue. Ama namna gani jameni? Sijui kama tunakubaliana. Hii mnasema kiongozi achaguliwe kwa sura ama kwa kazi? Kwa fitina ama kwa kazi? Kwa matusi ama kwa kazi? Si kila mtu apime na kazi yake? Yes. Na mimi sina taswishi. Kuna watu mamilioni, wakulima mamilioni leo wanapata fertilizer subsidized ya 2,500. Kuna Wakenya mamilioni leo ni beneficiaries wa SHA, wanalipiwa hospitali. Tuko na Wakenya mamilioni leo wanafurahia ile affordable housing ambayo inaendelea, na vijana zaidi ya 1,800,000 ambao hawakuwa wanafanya kazi miaka 3 iliyopita, leo wanafanya kazi kwa affordable housing, kwa market, kwa hostels. Hawa vijana watahesabika kwamba ni kazi ambayo wanafanya na ni Kenya inasonga mbele. So every leader must be measured by their track record and kwa ile kazi wamefanya.
Nyinyi mnajua kuna watu wanafikiri mapenzi yao ndio mapenzi ya Mungu. Wengine wanatueleza, wanatupatia lecture mrefu. Oh, mimi nilisema, sijui mimi nilisema, sijui mimi nilisema. Ile ulisema ni yako, lakini ile itafanyika ni mapenzi ya Mungu. Kwani kuna kiongozi anachaguliwa kwa makosa? Kuna kiongozi anachaguliwa kwa bahati mbaya? Kila kiongozi, Biblia inatuambia kila kiongozi ama uongozi uliopo umeruhusiwa na Mungu. Kwa hivyo hata uwe na ushawishi kiasi gani ama uwe na mambo kiasi gani, wewe hautaamua, ni Mungu ataamua. That is the truth as it is. So 2022 wengi hawakuamini inawezekana, lakini Mungu alipanga. 2027 Mungu atapanga vile mambo itakuwa. Ile mimi nawauliza wa Kenya, tuweke amani na tupige kura kwa pamoja. Hiyo ingine Mungu atapanga. Ni kweli ama si kweli? Si namna hiyo? Mwisho, mimi nataka niwaeleze hivi. Hii Kenya, nilisema pale mwanzo ya kwamba hatutaongea juu ya mambo ya ufisadi. Tutafanya yale ambayo yanatakikana ifanywe ndio ufisadi ikome katika taifa letu la Kenya. Watu walifikiri ni mchezo, wengine wakafikiria ni mzaha. Tulikuwa na cartels, tulikuwa na brokers, tulikuwa na wakora ambao walituangaisha kwa mambo ya fertilizer. Wale wakora wote tuliwasafirisha, wengine walituuzia mawe ati ni fertilizer, walikipata. Tukawa na cartels wa mambo ya sukari, watu wajeuri. Hawa cartels wa sukari tuliwasafirisha, tuliwakomesha. Leo sukari, sekta ya sukari iko sawa. Tukawa na cartels ya mambo ya kahawa. Hawa cartels ya kahawa tulishughulika na wao. Leo wakulima wa kahawa wanalipwa 120, 130, 140 shillings, ile walikuwa wanalipwa shilingi 50, kwa sababu cartels tumewakomesha. Hawa cartels ya mambo ya mafuta watakipata, hawawezi kuhepa, kwa sababu haiwezekani katika taifa letu la Kenya watu waone tuko na shida ya Middle East, wanajaribu kuja kukoroga shida ingine hapa Kenya. So I must say for the record, this is the administration that is going to deal firmly, decisively and conclusively with all cartels. We finished the cartels in the fertilizer sector, we finished the cartels in the sugar sector, we finished the cartels in the coffee sector, we will deal with the cartels in the oil sector. Cartels ya mambo ya mafuta watakipata, hawawezi kuhepa, kwa sababu haiwezekani katika taifa letu la Kenya watu waone tuko na shida ya Middle East, wanajaribu kuja kukoroga shida ingine hapa Kenya. So I must say for the record, this is the administration that is going to deal firmly, decisively and conclusively with all cartels. We finished the cartels in the fertilizer sector, we finished the cartels in the sugar sector, we finished the cartels in the coffee sector, we will deal with the cartels in the oil sector. And that is as clear as it should be. And we are going to be decisive, we are going to be firm, so that we can have accountability in Kenya. Kwa hivyo wacha niseme kuzidi hapo.
tuko na mgeni wetu wa heshima ambaye atakuja aseme, alafu atuongoze kwa mambo ya harambee. Nataka sasa nimkaribishe kiongozi wa baraza la mawaziri ambaye ni mgeni wetu leo katika kijiji yetu hii, Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Tumpigie makofi jameni. Haya, asante sana. Kwa sababu naangalia hali ya anga. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, tafadhali mnaweza keti. Mheshimiwa First Lady la Kenya